Love Me Again, kipande cha 3. Siku ya Jumamosi asubuhi, Aisha alikuwa akipanga nguo chumbani wakati simu ya Kevin ilipoanza kuita juu ya meza. Hakutarajia chochote mpaka alipoona jina lililoangaza kwenye skrini. Lydia. Moyo wake ulishtuka. Hakugusa simu, aliirudisha pale pale, lakini jina lile lilibaki kichwani mwake kama wimbo usiokoma. Kevin alipotoka bafuni, Aisha alijaribu kuonekana kawaida, lakini macho yake yalimsaliti. "Kuna shida?" Kevin aliuliza. Aisha alisita kidogo. "Simu yako ilipiga. Lydia ni nani?" Kevin alisimama ghafla, kimya kikatawala. "Ni rafiki wa zamani," alisema hatimaye. "Tulikuwa tunasoma pamoja chuo." "Rafiki tu?" Aisha aliuliza, sauti yake ikiwa laini, lakini macho yake yakichunguza. Kevin alitikisa kichwa. "Hakuna cha zaidi." Lakini kitu ndani ya Aisha kilisema, hapo kuna zaidi. Jina lisilo na amani. Siku nzima, Aisha alijaribu kujishughulisha na kazi za nyumbani, lakini akili yake ilikuwa kwa Lydia. Jina hilo lilikuwa jipya kwake, lakini liliingia kwa nguvu ndani ya ndoa yao iliyokuwa tayari dhaifu. Usiku, Kevin alikaa sebuleni akitazama simu yake mara kwa mara. Alikuwa akitabasamu kidogo, kisha uso wake ukabadilika haraka alipoona Aisha akimtazama. "Aisha," alisema kwa sauti ya kujilinda, "usianze kufikiria vibaya." Aisha alihisi maumivu moyoni. "Sijaanza chochote, ninachotaka ni ukweli." Baadaye usiku, Kevin alipolala, simu yake iliwaka tena. Safari hii ujumbe ulionekana wazi kabla haijazimwa. "Na kukumbuka, siku hizi huwa na kuota. Lydia." Aisha alikaa kitandani, mikono ikitetemeka. Hakusoma zaidi, hakufungua simu, lakini huo ujumbe ulikuwa umetosha. Machozi yalimtiririka kimya kimya. Hivi ndivyo inavyoanza, aliwaza. Sio kwa kukamatwa, bali kwa siri. Uso kwa uso. Asubuhi iliyofuata, Aisha hakukaa kimya. "Kevin," alisema kwa sauti iliyochoka lakini thabiti, "Lydia si rafiki tu, sivyo?" Kevin aliketi chini, akifunika uso wake kwa mikono. "Nilidhani naweza kudhibiti, lakini nimekuwa nikizungumza naye tena." "Kwa nini?" Aisha aliuliza kwa uchungu. Kevin alitazama chini. "Kwa sababu nilijisikia kupotea, na yeye alinifanya nijisikie ninaonekana." Maneno yale yalimuua Aisha zaidi ya hasira. "Na mimi je?" aliuliza kwa sauti ya chini. "Nilikuwa wapi wakati huo wote?" Kevin hakujibu. "Moyo uliopasuka, lakini bado unapenda." Aisha alisimama, macho yake yakiwa mekundu, lakini sauti yake ikiwa imara. "Sikatai, bado nakupenda, lakini siwezi kushindana na kivuli cha mtu wa zamani." Kevin alinyanyua macho. "Sikupanga kukuumiza." Aisha alitabasamu kwa huzuni. "Lakini umefanya hivyo." Kulikuwa na ukimya mrefu. Hatimaye Kevin alisema, "Nahitaji kuchagua." Aisha alitikisa kichwa polepole. "Na mimi pia." Mwisho wa episodi 3. Usiku huo walilala mbali zaidi kuliko siku zote. Kati yao kulikuwa na swali kubwa kuliko yote. Je, upendo unaweza kurudi baada ya kuingiliwa na mtu wa zamani?